Naam, naitwa Dr. Jacob Kabarage Mwananyunyi. Ninawasaidia Watanzania kuweza kutimiza malengo yao makubwa pamoja na ndoto zao kubwa kupitia kuwafundisha eneo la maendeleo binafsi ili waweze kuwa bora kifikra, kiuchumi pamoja na masuala mazima ya kijamii. Mimi kitu kimoja ambacho nakiamini ni kwamba mafanikio ya taifa letu la Tanzania huwa yanaanza kwanza na mafanikio ya kijana wa Kitanzania mmoja mmoja. Kama kijana wa Kitanzania mmoja mmoja akishindwa kufanikiwa katika hizo nyanja tatu ambazo nimeweza kuzitaja, basi taifa letu la Tanzania haliwezi likafanikiwa. Okay, katika somo lililopita nimeweza kufundisha namna gani ambavyo kama wewe kijana wa Kitanzania unaweza ukatengeneza pesa au unaweza ukatengeneza kipato. Nimeweza kufundisha njia takribani 4 na kuna njia 2 ambazo nimeweza kuzipendekeza kwa kijana yoyote wa Kitanzania ambaye ana ndoto kubwa za kuweza kufikia vitu vikubwa katika maisha yake. Kwa kama haujapata wasaa kuweza kutazama sesheni zile, unaweza ukapitia katika mitandao ya kijamii, kurasa zangu TikTok Dr. Mwananyunyi Jacob pamoja na Instagram Dr. Mwananyunyi Jacob. Utakutana na yale masomo ambayo nimeweza kufundisha katika siku chache ambazo zimeweza kupita. Leo tutakwenda kujifunza kitu cha msingi na cha muhimu sana katika eneo zima la kiuchumi ambalo kila mmoja anaamka asubuhi kwenda kupambana kwa ajili ya kuweza kupata pesa na kuziweka katika mifuko yake. Hautakaa uje ufanikiwe kifedha kama hautajua nini maana halisi ya pesa. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu watu wengi katika akili zao na katika vichwa vyao, kwanza, moja, wana taarifa zisizo sahihi kuhusu pesa. Hicho cha kwanza. Cha pili, wana taarifa potofu kuhusu pesa. Cha tatu, wana taarifa zisizokamilika kuhusu pesa. Kwa leo tutakwenda kugusa hayo mambo matatu, namna gani ambavyo unaweza ukapata taarifa zilizokamilika kuhusu pesa, unaweza ukaondoa taarifa potofu au mawazo potofu au mitazamo potofu kuhusu pesa ili uweze kutengeneza maisha ya ndoto yako ambayo unayataka wewe mwenyewe. Kwanza, pesa ni nini? Unaweza ukajiuliza. Swali rahisi sana. Nisikize kwa makini sana. Ni kiwango cha thamani ambacho mtu au mteja anakiweka katika bidhaa au huduma ambayo umeweza kumpatia. Kwa maana nyepesi ya kueleweka ni kwamba pesa ni matokeo ya wewe kuweza kutengeneza thamani fulani ambayo watu wako tayari kuweza kuilipia. Kiufupi ni kwamba kama mtu amelipia kiwango kikubwa cha pesa katika huduma au bidhaa ambayo unaitoa, maana yake ni kwamba bidhaa au huduma ambayo unaitoa imeweza kuzalisha thamani kubwa, ndio maana watu wanakuwa kwa tayari kuweza kuilipia. Na pia kama pesa ambayo mteja au mtu ameweza kutoa katika huduma au bidhaa ambayo unaiuza kama ni kidogo, maana yake ni kwamba bidhaa au huduma unaoitoa is worthless, is priceless, is valueless, haina thamani. Ndio maana mtu anapay kiwango kidogo cha pesa. Ndio maana nitakuja kufundisha hapo mbele namna gani ambavyo au ni concept zipi inabidi uzielewe kuhusu pesa ili uweze kutengeneza pesa nyingi katika maisha yako. Kwa sababu pesa huwa hazifuati elimu ulionayo ni kubwa au ni ndogo. Pesa huwa hazifuati kabila lako. Pesa huwa hazitaki kujua wewe ni nani. Pesa huwa hazitaki kujua una miaka mingapi. Pesa hazitaki kujua kwamba wewe una rangi gani, mweupe au mweusi. Pesa huwa zinafuata mtazamo sahihi wa kifikra, mindset. Umejijengea msingi gani au mtazamo gani kuhusu pesa? Hicho ndicho kitu cha msingi na cha muhimu sana. Sasa kabla haijaja hii pesa ya karatasi, hiki kipisi cha karatasi ambacho kimepewa thamani, kulikuwa kuna nini hapo nyuma? Hapo awali ilikuwa inafanyika biashara ambayo tumejifunza katika historia, ilikuwa inaitwa barter trade, yani kitendo cha kuweza kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, huduma kwa huduma au huduma kwa bidhaa. Lakini kadri miaka ilivyozidi kusonga mbele na kutembea na kutembea na kutembea, baadaye wakasema ngoja tuweze kubadilisha. Wakasema kwamba tutabadilisha kati ya bidhaa na kito cha thamani au huduma na kito cha thamani. Basi wakabadilishana bidhaa kwa madini kama dhahabu, almasi au kwa vitu vya thamani ambavyo vinapatikana baharini, kwa mfano kama magamba ya kobe au magamba ya konokono baharini, yale ambayo yalikuwa yana thamani. Walibadilishana na bidhaa au na huduma ambayo ilikuwa inatolewa kwa wakati huo. Lakini kadri muda ambavyo ulizidi kwenda,
Wakaja na wakakaa tena wafanyabiashara wakasema kwamba tunapata tabu kuweza kutembea na haya maburungutu ya dhahabu, ni mazito, hivyo sisi tunapata tena hasara au tunaingia gharama zingine za kuwalipa watu ambao wanaweza kabeba hizi dhahabu kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Watu wakakaa chini wakasema tutengeneze kitu chepesi. Wakaja na mfumo wa pesa hii ya karatasi ambayo ilitiwa thamani ndani yake. Okay, ili uweze kutengeneza pesa, elewa hivi vitu vitatu vya muhimu sana ambavyo watu wengi huwa hawavielewi. Nisikize kwa makini sana. Kitu cha kwanza, pesa ni matokeo, sio chanzo. Money is an effect, not the cause. Cause au chanzo chochote lazima kiweze kuleta matokeo. Ili uweze kupata matokeo, maana yake ni kwamba lazima uweze kujua chanzo cha yale matokeo. Ukishaweza kujua chanzo cha yale matokeo, uwekeze nguvu katika chanzo ambacho kitakupatia matokeo. Sisi tutakuwa tumeelewana hapo. Kwa mfano, matokeo ya mkulima kuweza kupanda shamba, kulima, kupalilia na kufanya mambo kama hayo ni mazao. Je, ili aweze kupata yale mazao anahitaji nini? Anahitaji aweze kupanda shamba, anahitaji aweze kulima shamba, anahitaji aweze kuweka vibarua shambani, aweze kufanya kazi ili aweze kupata matokeo ya mazao. Vivyo hivyo hata kwako, ili uweze kupata pesa, usitegemea kwamba zitakuja tu from nowhere zije kwako. Zinahitaji uweze kuanzisha chanzo. Fanya kazi kwa bidii, wekeza muda na pesa katika kujijenga wewe kifikra na kimaarifa. Jiweke katikati ya watu ambao ni sahihi, usikate tamaa, kuwa ni mtu wa kujaribu. Hicho ndio chanzo cha pesa. Kitu cha pili, pesa huwa inafuata thamani. Yaani pesa ni matokeo ya kuweza kutengeneza thamani. Thamani unaitengenezeje? Thamani huwa inatengenezwa kwa kuweza kumfanya mteja au mtu anunue ile bidhaa kwa sababu imeweza kutatua changamoto yake kubwa ambayo inamsibu. Pesa ni matokeo ya kutengeneza thamani ambayo imetatua changamoto za kijamii katika eneo ambalo unalizunguka. Kama nilivyosema, kama huduma au bidhaa ambayo unaitoa itakuwa inatatua changamoto kubwa za watu, maana yake ni kwamba ile bidhaa au huduma itakuwa na thamani kubwa na watu watakuwa wako tayari kulipia kiasi chochote cha pesa ili waweze kupata huduma yako, kwa sababu ile huduma au ile bidhaa inatatua changamoto za watu ambao wanakuzunguka, ambapo sasa inapelekea kuweza kutengeneza thamani kubwa ya hiyo bidhaa. Jambo la tatu, inabidi ujue kwamba pesa ni matokeo ya wewe kuweza kutengeneza nidhamu binafsi ulioijenga katika kipindi fulani cha muda, lakini pia ni matokeo ya wewe kuweza kuwekeza pesa zako zingine pamoja na muda wako mwingine kwenye kujijenga kwanza, kwenye kujiimarisha kifikra. Pesa huwa hazikai mikononi pa mtu mpumbavu. Maana yake ni nini? Pesa huwa zikai katika maisha ya mtu ambaye akili yake haijajiandaa kuweza kupokea pesa. Yaani utapata kiasi cha pesa kulingana na jinsi ambavyo umejiandaa. Ndio maana ukiangalia watu wengi ambao wanapata kiwango kikubwa cha pesa ni watu ambao zile pesa huwa zinapotea ndani ya kipindi kifupi sana. Kwa nini? Ni kwa sababu akili yao haijajiandaa kuweza kupokea pesa kubwa. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza nidhamu, lakini pia unawekeza muda na pesa zako wewe mwenyewe katika kusoma vitabu, katika kuhudhuria semina, kujijenga wewe mwenyewe, hapo unakuwa unajiandaa kwa ajili ya kuweza kupokea pesa ambazo unazitaka katika maisha yako. Nakumbusha tena ya kwamba pesa huwa zinafuata mtazamo sahihi wa kifikra. No matter who you are, but kama utakuwa unafuata kanuni sahihi za pesa, either kwa kujua au kwa kutokujua, pasi na kuangalia vigezo vya kibinadamu, sijui elimu, sijui kabila, sijui dini, sijui rangi, lazima ziweze kuja kwako. Langu jina naitwa Dr. Jacob. Dr. Jacob nani? Dr. Jacob Mwananyunyi. Usahau kunifollow katika mitandao ya kijamii, kulike na kushare ujumbe huu.